Unafanya nini hapa? Mudi, si ulisema utanioa? Kweli unaamini naweza kuoa mwanamke mbaya kama wewe? Ewe Mungu wangu, nimekukosea nini mpaka ukanipa sura mbaya kiasi hiki? Kwa nini? Paka hii usoni mwako na utakuwa mwanamke mrembo kupita wote katika kijiji hiki. Lakini kumbuka, maji yasiguze uso wako kamwe. Uzuri wa kuwazima. Sehemu ya kwanza. Kijiji cha Donge kilikuwa na sifa mbili: ardhi yenye rutuba na midomo yenye sumu ya wanakijiji wake. Katika kijiji hiki, uzuri uliabudiwa kama pesa na ubaya ulionekana kama laana ya ukoo. Katikati ya hukumu hizo, aliishi binti mmoja aitwaye Shakira. Shakira hakuwa mlemavu, alikuwa na viungo vyote kamili. Shida yake kubwa ilikuwa usoni. Uso wake ulikuwa umemparara, wenye mabaka meusi na chunusi kubwa ambazo hazikuwahi kuisha, na pua iliyotanuka kiasi ambacho wanakijiji walimpa jina la utani la Shakira pua bomba. Siku hiyo, jua la utosi lilikuwa kali. Shakira alikuwa akitoka kisimani akiwa amebeba ndoo ya maji kichwani. Kila hatua aliyopiga ilisindikizwa na vicheko vya chini chini kutoka kwa vijana waliokuwa wamekaa kijiweni. "Oya Juma," kijana mmoja mrefu alimuitia mwenzake kwa sauti ya makusudi. Hivi lile trekta la kijiji liliharibika au lilibadili njia likapita usoni kwa mtu? Kijiwe kizima kiliangua kicheko. "We jamaa, una dhambi. Huyo si Shakira pua bomba. Inasemekana akikuangalia usiku unaota jinamizi wiki nzima." Shakira alisikia yote. Machozi yalimlengalenga, lakini alijikaza. Alikuwa amezoea, lakini leo alikuwa na matumaini. Leo ilikuwa siku ambayo Mudi, mchumba wake wa utotoni, alikuwa amerudi kijijini kutoka mjini alikoenda kusaka maisha. Mudi hakuwa tu mwanaume, alikuwa handsome wa kijiji. Alipoondoka miaka 5 iliyopita, walikuwa watoto. Alimshika mkono Shakira chini ya mwembe na kumwambia, "Shakira, usijali wanavyokusema. Nikirudi na pesa, nitakuoa wewe tu." Shakira aliweka ndoo nyumbani na kukimbia kuelekea nyumbani kwa kina Mudi. Moyo wake ulidunda kwa furaha. Alimkuta Mudi amekaa barazani, kavaa shati la maua na miwani nyeusi, akionekana kijana wa kisasa. "Mudi," Shakira aliita kwa sauti ya upole, akijaribu kutabasamu, ingawa tabasamu hilo lilifanya uso wake uonekane umezidi kukunjamana. Mudi alishusha miwani yake. Alimtazama Shakira kuanzia miguuni hadi kichwani, kisha akafika usoni. Sura ya Mudi ilibadilika ghafla, kutoka tabasamu hadi karaha. "Wewe ni nani?" Mudi aliuliza kwa dharau. "Ni mimi, Shakira, mchumba wako wa utotoni. Umesahau ahadi yetu." Mudi alisimama na kutoa kicheko kirefu cha dharau. "Shakira? Yule Shakira? Nilidhani labda ukikua utabadilika. Kumbe ndio umezeeka kabla ya wakati." "Mudi, lakini uliniahidi." "We mwanamke, hebu niangalie mimi, alafu jiangalie wewe kwenye kioo." Mudi alifoka, akiwapungia mkono washikaji zake waje wamtoe. Unafanya nini hapa? Mudi, si ulisema utanioa? Kweli unaamini naweza kuoa mwanamke mbaya kama wewe? Mimi nioe mwanamke ambaye nikitembea naye watu wanadhani natembea na bodyguard? Ahadi za utotoni ni utoto tu. Toka hapa, unaniharibia brand yangu. Maneno yale yalichoma kama mshale wa sumu. Shakira alihisi dunia inamzunguka. Mudi, tumaini lake la mwisho, amemkataa mchana kweupe. Shakira alikimbia huku akilia kwa kikwi, akipita vichochoroni ili watu wasimuone. Akaelekea kwenye mto mkubwa ulioko pembezoni mwa kijiji, sehemu ambapo hakuna mtu huenda nyakati za jioni. Alifika ukingoni mwa mto, akaanguka magotini. Alitazama sura yake kwenye maji yale yaliyotulia. Alivyojiona kwenye maji yale ilimchukiza hata yeye mwenyewe. "Mungu wangu, Nimekukosea nini mpaka ukanipa sura mbaya kiasi hiki? Kwa nini?" Shakira alipiga kelele, sauti yake ikimezwa na msitu. "Nimekukosea nini mimi? Mbona umeniumba hivi? Kwa nini unanipa moyo wa kupenda, lakini unaninyima sura ya kupendwa? Wanaume wananitema kama ubani ulioisha utamu. Nitakaa hivi hadi lini? Bora unichukue tu." Machozi yake yalidondoka ndani ya maji ya mto. Ghafla, mazingira yalibadilika. Kelele za ndege na wadidu zilikata. Upepo ulisimama. Mwangaza mweupe, mkali lakini usioumiza macho, ulitokea upande wa kulia kwake. Katikati ya mwangaza huo, alisimama bibi kizee,
Hakuwa bibi wa kawaida. Ngozi yake ilikuwa laini kama mtoto mchanga, ingawa alikuwa na mivi weupe pe. Nguo zake zilionekana kusukwa na nyuzi za mwanga. Shakira aliganda kwa hofu. Wewe ni nani? Jini? Bibi yule alitabasamu, meno yake yakiwa meupe yaking'aa. Hakujibu swali hilo. Alisogea karibu na Shakira, mkononi akiwa ameshikilia kibakuli kidogo kiliotengenezwa na udongo mweusi. Paka hii usoni mwako na utakuwa mwanamke mrembo kupita wote katika kijiji hiki. Lakini kumbuka, maji yasiguze uso wako kamwe. Ndani ya kibakuli hicho kulikuwa na unga mweusi mzito unaofanana na mkaa uliopondwa, lakini unatoa harufu nzuri ya asili ya maua ya waridi. Nimesikia kilio chako binti yangu, bibi alisema. Sura yake ilikuwa na huruma, lakini macho yake yalikuwa na onyonyo kali. Dunia hii imejaa wapofu wanaoona kwa macho badala ya mioyo. Unataka uzuri? Unataka kuwafunika wote waliokucheka? Shakira alitetemeka, lakini tamaa ya kuwa mrembo ilizidi hofu. Ndiyo bibi, nipo tayari kufanya chochote, hata kama ni kutoa kafara. Bibi alicheka kidogo. Hakuna kafara ya damu hapa. Uzuri huu ni wa kuazima. Alimkabidhi Shakira kile kibakuli. Chukua hii skrabu ya giza, bibi alielekeza. Paka usoni mwako usiku huu kabla hujalala. Asubuhi utakapoamka, utakuwa mwanamke mrembo kupita wote kijijini Donge. Mudi na wengine wote watapiga magoti kukuabudu. Moyo wake ulilipuka kwa furaha. Alitaka kumkumbatia yule bibi. Lakini bibi aliinua didole, sauti yake ikawa nzito kama radi. Sharti moja tu. Uzuri huu ni adui wa maji. Tangu siku utakayopaka dawa hii, maji yasiguse uso wako kamwe. Hata tonde moja likigusa uso wako, utajuta kuzaliwa. Shakira alimeza matwe. Kutokunoa uso maisha yake yote, hilo lilionekana sharti gumu, lakini alipokumbuka dharau za Mudi, aliona ni afadhali kutokunoa kuliko kuendelea kuitwa pua bomba. Ninakubali bibi, Shakira alisema kwa haraka, akichukua kibakuli. Alipoinama kutazama ile dawa na kuinua kichwa kumshukuru bibi, bibi alikuwa ametoweka. Alibaki peke yake, giza likiingia. Itaendelea.